Katika mwendelezo wetu wa vipindi vyetu vya nyota, tafsiri za ndoto na mambo mbalimbali, siku ya leo nataka kuzungumzia tafsiri ya ndoto za sisimizi. Ukiota sisimizi kama sisimizi ambao hawana mizigo au hawajabeba kitu chochote, mara nyingi zinakuwa ni baraka au ni mikosi. Ni baraka ambazo yani huwezi kupata baraka. Kama ulikuwa safarini ukaota huko safarini, umekutana na hizo katika ndoto, basi safari yako itakuwa sio nzuri. Inabidi uitafakari au uiairishe. Au kama ukiota ndoto hiyo, kama ulikuwa unapanga safari ya kwenda sehemu yoyote, inabidi uiairishe. Ukiota umeona sisimizi wamebeba mizigo mieupe, sisimizi mara nyingi wanakuwa weusi. Wakibeba mizigo unajua kabisa wamebeba mizigo. Inakupa taarifa kwamba utafanya biashara au utafanikiwa jambo lako, au kuna neema au riziki zinataka kuingia. Ukiona lundo la sisimizi katika ndoto, ukiona lundo la sisimizi kubwa ambayo hujawahi kuliona katika ndoto, katika mji wako au katika sehemu yoyote, inaashiria ni mikosi au ni balaa juu yako ikiwa utaota ndoto hiyo. Na kama wewe ni mgonjwa, unaumwa, ukaota kwamba sisimizi wanakutambaa katika ndoto, hiyo ni ishara ya matatizo makubwa kwako wewe mgonjwa unaumwa. Yani unaashiriwa kuna shida juu ya ugonjwa wako, au kuna tatizo kubwa juu ya ugonjwa wako, au ule ugonjwa wako ni mkubwa na unaashiriwa kwamba huenda ukapoteza maisha. Ukiota katika ndoto sisimizi wanakung'ata, yani wanakutambaa, wanakung'ata, unawatoa, huo ni uadui au kuna vitu vibaya vinakufuatilia. Unaashiriwa uwe makini au uwe mwangalifu katika mambo yako. Ukiota umekutana na sisimizi wakiwa wamepanga foleni, yani wanakutangulia wewe mbele, kwenye njia au kwenye barabara katika ndoto, wamebeba mizigo, unaashiriwa hiyo safari yako unayoenda ni nzuri, itakuwa na mafanikio na itakuwa na baraka, na yale uliokuwa ukiyafuatilia yatakuwa mazuri, au huko ulikokuwa unaenda katika safari yako itakuwa ni safari njema. Ukiota lundo la sisimizi limekutangulia mbele katika ndoto ukiwa na safari yako, yale masisimizi fulani yako waruwaru, hayana utulivu wowote, basi unaashiriwa huko unakoenda kutakuwa kuna mashaka na wasiwasi juu yako kwa wewe unayefanya safari au uko njiani. Ukiota umelala ukakuta sisimizi labda wamemjalia mtoto wako, hiyo ni ishara mbaya kwa mtoto wako au ni ishara mbaya katika nyumba hiyo. Unaashiriwa kwamba kutatokea mtihani au kutatokea matatizo. Ukiota sisimizi wengi wanaingia katika mji wako, wamebeba mizigo, yani wamebeba mizigo, wanaingia au wamejaa sehemu ya mji wako, wakakaa sehemu moja, unaashiriwa kwamba kuna neema kubwa iko njiani inakuja. Jitahidi kufanya kazi zako na simamia shughuli zako vizuri. Ukiota sisimizi wanatoka katika mji wako, yani wamefuata njia wanatoka, unaona kabisa wanaondoka, nyumba hiyo inaondoka neema, inaondoka riziki, na utayumba katika mambo yako, hayataenda sawa. Baadhi ya mipango yako na mambo yako hasa ya riziki yataondoka. Ikiwa una mgonjwa ndani alafu ukaota sisimizi wanaondoka katika mji wako, inaashiria kifo cha mgonjwa wako au utampoteza huyo mgonjwa wako. Na mama mjamzito akiota anatambaliwa na sisimizi, basi mama huyo anatakiwa awe makini sana katika ujauzito wake. Kuna hasadi, kuna hasadi au kuna macho mabaya ya watu au kuna mikosi katika ujauzito wake. Kwa hiyo unatakiwa uwe makini, utaangalia jinsi ya kufanya au kujisaidia kuondokana na mkosi huo. Na mama mjamzito akaota yuko hospitali anajifungua, alafu akaota sisimizi wamemzunguka, inamwashiria atapata mkosi katika kujifungua kwake au atajifungua mtoto ambaye sio riziki. Mimi ni Mnajim Kulthum. Endelea kufuatilia mada zetu Alhamisi, Jumatatu na Jumapili.
utapata mada mbalimbali na mafunzo mbalimbali. Pia kwa wale wanaotaka pete za bahati, elimu za nyota na mambo mbalimbali, watatupigia simu kwa namba zetu zitakazopita hapo. Karibuni sana.